Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Kameme TV ni guthie na mbere na gutwirorera muthenya wa muthi ngwikwirire ati gukumenyithia maundu maria mothe makoragwo magithie na mbere nigetha kugacirithia urimi na tungikagacirithia urimi ate ongikorwo tukikurima uria kwagiriire na ndi haha na chairman wa KPO tuguko tukiaria rudiomi rwa Githweri nigetha tukorwo tukimenya matinga maya ri ni ate mareka hihi ri ni ate majaji mareka bwana chairman. Yes. Shukran sana kutualika hapa. Mimi naona tinga mzuri kabisa, naona zinageuza mchanga vilivyo. Tungependa kwanza tukujue vizuri na tujue nyinyi kama KPO kwa nini mkatayarisha haya maonyesho ama mashindano haya? Kwanza kwa majina mimi naitwa Richard Ayabe. Mimi ni member wa ASK, Agricultural Society of Kenya. Na vile mnajua kwamba Agricultural Society of ASK, Agricultural Society of Kenya, ninahusiana na kilimo sana. Na ndani ya ASK kuna branch moja ya Kenya Plowing Organization ambayo inahusika na kilimo, kulima. Hasa unaposema kilimo ni kilimo bora, but hii Kenya Plowing ina deal na plowing, yani kulima. Vile mumeona hata sasa ndio tumeleta hawa. Hii ni kuna kichama cha World Plowing Organization ambayo iko na inchi 32. Na Kenya tu peke yake ndio moja ya nchi ambaye iko Afrika. Hakuna nchi nyingine Afrika. Na tushawaelezea kwamba nchi mbalimbali zimehudhuria hapa na tumeona hata rais amekuja akafungua kikao hiki. Lakini mkulima aliye nyumbani, mtazamaji ambaye tunatizama anauliza, ni nini hasa kinaangaliwa? Sababu yeye anajua nikiingia shambani nachukua jembe langu na kulima. Ni nini hasa majaji ili waseme huyu ndiye mshindi, huyu ndiye amelima bora zaidi? Ni yule atalima haraka ama ni yule atakimbiza trakta yake haraka ama ni vipi wanaangalia? Kusema kweli kulima kuna judges. Na kuna vitu vingi sana wanaangalia kwa kulima. Kitu ya kwanza kunapewa plot moja. Nafikiri unaona vile wamemark plot na hii na hii. Wamepangwa na kwa hii plot yote ni size moja. Ni 100 meters kwenda hivi, mita 100 na mita 20. Hiyo ni kama ni nusu eka. Na kila mtu amepewa nusu eka. Kwa hivyo plot ni the same. Ukija mara ya pili wanapewa depth. Wanalima chini kuenda kiasi gani. Na hiyo itapimwa na jaji. Inatakiwa akiweka kama ni inchi 6, ni inchi 6 kutoka mwanzo mpaka mwisho. Alafu unaona pia straightness. Hapana enda hivi. Hapana hivi ati unalima hivi, hapana. Lazima inyoroke kabisa. Ukisimama hapa mita 100 unaona ni straight, ni kama imewekwa kamba. Hiyo ni moja ambayo vitu inaangaliwa. Alafu unaona kuna hii vitu tunaita faros. Inapolima inatoa inalalisha. Na hapo ndio nataka utuelezee. Nimeelezewa ya kwamba kuna mashamba ambayo yamegawanishwa. Upande huu wanima hii inaitwa reversible. Nafikiri unaona vile hii jembe iko. Unaona iko tofauti kwa sababu iko juu na chini. Na ukiona vile wamelima wakikuja wakifika mwisho hii wanageuza. Ndio sababu kui-reverse. Hiyo inaitwa reversible. Na tunaona ya kwamba anageuza ile mashini yake inageuka tu lile jembe yake. Mtu sidhani jembe ni lile tu unashika kwa mkono. Hili vile ni jembe. Hii ni jembe. Kuna aina mingi ya jembe. Kuna moldboard ni hii, kuna ile jembe ya disc. Hiyo ni hiyo ya disc ya round. Ambayo tumeelezea kwamba ni kama inapitwa na wakati. Hiyo imepitwa na mambo ukienda hawajui mambo ya hapa sasa. Alafu zamani ilianzia kwa conventional, yani jembe ni moja. Lakini ikifika hapa wamebuni maarifa ambaye trakta inaenda ikifika mwisho inageuka na inarudia hiyo laini, lakini inageuza jembe ili irushe mchanga pande hiyo. Na tungependa kujua ile njia ingine conventional. Sasa tofauti ya conventional na hii ila tu kugeuza ule mchanga. Faida ile unaniambia ni kuendelea tunaendeleza kilimo chetu. Faida ndio ipi sasa? Faida ni kwanza ujue huko kuna mashamba kubwa. Hata hapa Kenya kuna mashamba kubwa. Na tinga ambaye iko na conventional plow ni jembe ni moja. Anaenda akifika mwisho anageuka anapitia pande ile akirudi akisunguka. Lakini sasa kama ni shamba kubwa na jembe ni 8, itabidi achukue shamba kubwa sana akisunguka. Lakini kama ni reversible anaenda akifika mwisho anapiga reverse moja na anageuza jembe na kurudia. Mambo mazuri sana. Ukulima kisasa. Pili, ukiona kama pale mlima huko kama imeinama kidogo.
Na kama unalima na ile jembe ya kawaida, ile tunaita conventional, unalima ukienda hivi inarusha mchanga pandi. Unakaporudi unarusha mchanga pandi. Sasa utakuwa unarusha mchanga juu ya mlima. Ni ngumu. Itakuwa kwa hivyo tunaendelea hata ilimiki. Sasa hata ilimiki. Kwa hivyo unalima, ukifika mwisho unageuza jembe, unarusha mchanga tu pande ya chini, inakuwa ni nyepesi na inalimika vizuri. Itakuwa ni unatumia hela nyingi na wakati mwingi kufanya jambo ambalo teknolojia za kisasa zinaweza kufanya kwa haraka. Punguka shamba. Sasa hata kwa mashamba hizo za tunatumia conventional, hapa mwisho huwa inakuwa compacted sana. Kwa sababu tinga inakanyaga mara karibu 30 kabla ijamaliza, kwa sababu unaona kama hii hata tutakapoenda pale utaona chenye na huko mimi nataka niende na wale ambao wanashindana. Umeniambia kuna washindani wawili Kenya hii. Hebu nielezee mawili tu kisha niende kwao. Nitaenda kwao ili mtazamaji pia ajue hawa ni mambo gani wamekuwa wakitayarisha na wanaona aje kama watashinda ama kutaenda vipi. Hapa Kenya tuna wenye wanashindana wawili. Kila nchi inaruhusiwa watu wawili peke yake. Sio wanakuja vile wanataka. Kwa hivyo tuko na Wakenya wawili na hata wale wametoka ng'ambo kama Austria, Germany, England, USA, kila nchi ni mbili. Kwa hivyo hata Kenya tuko na wetu wawili. Mmoja anaitwa Joshua Kigen na mwingine anaitwa Simon Oti. Ambayo tutaenda kwao. Tutaenda kwao na tutakuwa nao hapa ili tuendelee. Kwa hivyo tutaendelea na nashukuru sana. Sasa tunaenda kwa wale ili vile watuelezee mawili matatu ni wapi wamepitia na wanaona vipi haya mashindano, watashinda ama kutakuwa ni vipi. Wamejizatiti vilivyo. Na shukrani sana bwana chairman. Na sasa tutaendelea kufurahia. Sasa leo mimi nishakuwa jaji. Vile ulivyonileta hapa. Vile nilikuwa nakueleza. Hebu angalia vile iko straight. Hebu angalia. Alafu hizi faros hizi zinatakiwa sifanane. Ameenda mara mbili. Haitakiwi ionekane ati hii ilikuwa ya saa zile, hii ilikuwa ya saa hii. Nataka yote ifanane. Alafu unaona kama hii amelima yote akisukuma iende pandi. Unaona akienda anarusha pandi mchanga. Atakaporudi anageuza jembe anarusha pandi. Kwa hivyo unamalizia shamba pande moja. Ile yetu ya kawaida huwa inalima mpaka shamba inakutana katikati, mchanga ingine inaenda huku, inaenda ingine huku, inabaki mtaro. Hii haina hiyo, unaanzia mwisho moja unamalizia mwisho hiyo ingine. Shukrani sana. Yeah. Mambo mazuri. Niguo gukinyaneria gikiro kiria kirendekana ni majaji he bata kuhuthira itinga na icembe riria riagiriru na uria kwagiriire na uthuthuria witu ugatuonia he matinga marahuthirwo ni acindani a mabururi ngurani na tugakienda kumenya hihi ri niki monete hari matinga maya. Bwana Kimani. Yes. Umeniambia hii ni kazi. Ukulima ni raha siku hizi. Ukulima ni raha. Ukulima kweli ni raha. Kama mashini ni hizi. Ndio. Gatiga gakulima no giremwe no haha negukiremwo. Muthenya wa muthi tondu turakirora uhoro wa utheri wa mashini ndi na mutaaramu kuma John Deere maitaga John Deere makorwo magithondeka matinga na no nyende tumenye atiriri matinga maya mathondekaga ri niki tondu turamona me maigi uri kare ate mekaga. Bwana Kimani. Yes. Umesema Kikuyu hutazungumza leo. Wacha leo niongee Kiswahili. Haya, tuzungumze Kiswahili. Tujue ya kwamba nimeona tinga zenu ni nzuri sana hapa na zimetumika na hata washindani kutoka nchi za ng'ambo wamekuja wakakumbatia na wakasema watatumia. Na kwa nini wakazitumia hivi? Kwa majina ni Paul Kimani. Na nafanya kazi na John Deere. Na nitaongea juu ya John Deere sababu ni tinga ambayo kwanza ni operator friendly. Ya pili ni tinga ambayo hata ukiangalia unaiona ni tinga yenye haina complications nyingi. Tinga ambayo wewe mwenyewe utakao furahia. Na hata tukiangalia kuanzia zile kubwa utaona tuna tractors kuanzia 50 horsepower zile ndogo kwenda mpaka 560 horsepower.
Kwa hivyo tuna tinga ndogo ya mkulima zote. Tuna tinga ndogo ya mkulima mdogo, shamba ndogo. Kulingana na mfuko ya shamba ndogo na tuna tinga zile kubwa ambazo zinatumika kupata shamba zile kubwa kubwa. Kando na hiyo tuko na combine harvesters, tuko na planters, tuko mpaka na sprayers. Hapo ndio nilikuwa nakuja sababu sasa umenileta kwenye kifaa. Mimi nitakiita kifaa ni kigari cha kufanya nini hiki? Hii inaitwa Geta. Horsepower yake ni 875 cc. Alafu kitu ya kwanza ni pickup ya kusaidia mkulima kama kubeba mbolea kwenda kwa shamba. Badala ya kutumia pickup ya kawaida yenye haiwezi fika mahali penye hii itafika. Hii ni kama ni kumaanisha wale wakulima ambao wanabebea ng'ombe wao tukisema wanawabebea kwa magari yao ya kibinafsi. Wanakosea kwa sababu kuna kifaa maalum ambacho kitakuwa kinafanya ile kazi. Hawajakosea, lakini sasa tumwaletee ile kitu kitawasaidia zaidi kufika mpaka mahali penye nyazi inafika, penye gari iwezi fika. Umetaja kitu cha maana sana. Kulima sio tu kulima shamba ama kuchimba lile shamba. Kuna vifaa vingine ambavyo zitamsaidia mkulima ili aweze kufanikiwa katika tuseme phases zingine, katika zile hatua zingine za ukulima. Ndio. Kulima kwa sasa sio kulima kama wakati mababu zetu walianza. Sasa hizi vifaa zimekuja na ni vizuri kama wewe ni mkulima uelewe unatakana utumie kifaa gani. Kama sasa hapa tunaona ukulima yenyewe leo tunatumia mold board. Jembe ambayo inaitwa mold board. Kwa hizi mold board kuna reversible. Ukiangalia kama upande hii ya shamba au wanatumia reversible plows ambao ukienda mostly tunatumia kwa contours. Kwa contours shamba ambayo imeinama unapata wakati unageuza na tumeelezewa vizuri sana hapa na chairman wa KIPI wa kwamba hivi ndivyo vifaa vya kisasa ili kujiendeleza. Ndio, alafu kitu ya pili lazima ujue tunatafuta vile tunaweza conserve maji kwa udongo. Kwa hivyo wakati wa sasa tunataka tutumie zile jembe ambazo zinatusaidia conserve ili wakati unalima ulime mahali penye maji itaingia chini, wakati wa kiangazi bado mchanga wako ina maji. Kwa hivyo jambo la mwisho la sababu naona muda kweli unatupa kisogo. Wakulima ama wale madereva wengi wakinunua gari huwa wanasema mimi ningependa mahali ambapo nikirudi nitahudumiwa vizuri. Nyinyi mna after sale service ama mkiuzia mtu mnamwambia sasa mimi nimechishana wa mikono? One of the best after sale service backup inakupeanwa na John Deere. Ya pili masomo ambayo John Deere inapatia technicians wake. Once ukiingia unaingia university ya John Deere, unapelekwa masomo ili uelewe mashini zenye zinakuja na hata kando na hiyo kuna vile wanatunukiwa. Kwa hivyo sio wakulima tu pekee yake, motivation inaanza na staff, alafu inakuja ili staff wakati wanahudumia wakulima pia wanaona ile motivation na mnapatikana wapi? Sababu mimi ningependa kuregister kwa yale masomo na tutaenda na hiki kigari, lakini kwa sasa nataka nijue tutawapata wapi? Nakuru, Eldoret ama Nyeri, mko wapi? Hapa Nakuru tunapatikana kando ya State House. Katikati ya State House na Naivas tutapata matinga ya Green John Deere hapo ni Tata. Ukienda Nairobi tunapatikana Tata House, Mombasa Road. Hapo utatupata na tuna watu wetu huko, mafundi wetu wako all over. Hivyo wakiwasiliana nami nitawasiliana nawe. Kabisa. Na shukrani sana. Asante. Na muroreri wa Kameme TV niye ne ukiwe haha juga Kayu ka Murimi. Urimi tokoya icembe. Ni urakiona icembe rya ko muthenya wa umuthi. Icembe rya koretwo naryo guku ni icembe rikoretwo rikindeithiriria na gakorwo gikurehera tafarira ya umuthi na gakorwo gikenera kinya uria ngikaga. Na no nyende ukorwo ugikenera urimi waku nigetha ugithie na mbere na kionjorithia muhuko waku. Utigithie na mbere na kunyitanira tafarira-ini. Tondu ni haha ndamba guthie thukuru. Umuthi gwenda tukinyie tafarira hau. Muthenya wa rucio tucemanie o haha ngumenyithie ahotani-ini ya ina tukiigue uria mekaga niguo makinyie gikirota giki. Tondu onawe no nyende urime ukimenyaga ati kurima to kuoya icembe.